Haya, tupigie Gacheli makofi tafadhali. Asanteni sana watu wa Kirinyaga, waziri wetu, waziri Moses Kuria, na rafiki sana wa Kirinyaga, waheshimiwa wenzangu, tuko na Kororia na tuko na Mukonji kutoka kule Embu. Watu wa Kirinyaga hamjambo? Bwana Yesu asifiwe, nipungie mkono hivi. Asanteni sana. Yetu nitakuwa machache sana. Ya kwanza tuwashukuru kwa sababu mliangalia katikati ya watu wengi, wakubwa, wanono, wa hivi mkaamua ni Gacheli. Si nyinyi watu wa maana sana? Hebu jipigieni makofi. Mmekatoa kutoka pale chini, mmempandisha bei, lakini wewe mheshimiwa, sisi hata kama bei imepanda tutashikana kidogo. Hatuwezi shindwa na Gacheli. Nyinyi mkiniangalia hivi naweza shindwa na Gacheli kweli? Si nikapeleka mshahara? Unajua kwa si unajua kwetu ni mshahara. Wewe MCA unasema ati umpeleke. Hapana, amelelewa Kirinyaga, amesomea Kirinyaga. Unataka bado pia aolewe Kirinyaga? Situpeleke huko kwetu Kiambana, huko acheze na watu wa mshahara. Haya, asante sana. Lakini tunawashukuru kwa kazi mzuri ambao Gacheli anafanya, especially kwa mambo ya hiyo bill anapeleka pale bunge, kuhakikisha ya kwamba kila mtu wakati amegonjeka, hata ukiwa hauna pesa, ya kwamba hospitali yoyote, whether it is private or national, inafaa kukutengeneza kwanza, alafu baadaye waitishe mambo ya pesa. Sio ni mzuri? Ya mwisho tumesema mambo ambao mengi ambao inaendelea katika taifa letu, tukiongozwa na mambo ya rasilimali, ugawaji wa rasilimali, na tuna support na tutapeleka hiyo mswada pale bunge, ya kwamba mambo ya basari ambayo imekuwa ni changamoto sana hapa kwetu watu wa mlima, ya kwamba tu separate CDF ya infrastructure na mambo pia ya basari, ya kwamba kila mtoto mahali popote katika taifa letu la Kenya, kukisemekana basari ni 5,000, hata mtoto mwenye ako Fafi constituency anapata 5,000. Tukisema ni mtoto anapata 6,000 everywhere in this republic. Kusikue kuna mtu anapewa basari ya 2,000 na kuna mwingine analipiwa 100,000 shillings. Tunasema mambo ya discrimination tutafikisha mwisho. Ya mwisho ni mambo ya uchaguzi. Tukimaliza uchaguzi, waliokuwa wanabishana na Gacheli si walikubali na wakakaa nyumbani na wanajitayarisha kwa sababu ya wakati ujao wa 2027. Tuambie Raila Amolo Odinga ya kwamba wakati wa siasa tulimaliza. Sasa ni wakati wa kufanyia wananchi kazi. Na ndio maana waziri anazunguka kila mahali akitafuta pesa. Mheshimiwa William Samoei Ruto amekazana kukabiliana na mambo ya ukame, kukabiliana na mambo ya masomo, kukabiliana na mambo ya hospitali, kukabiliana na kila hali. Ndio maisha ya mwananchi, for once tuinue maisha ya mwananchi chini, tuilete juu. Na wakati ambapo upinzani wameona ya kwamba William Ruto na cabinet na Rigathi Gachagua wako chonjo kupeleka taifa letu mbele, wameanza mambo ya maandamano. Tumewaambia waandamane Monday mpaka Friday, lakini hakuna mkate nusu. Kuna mkate nusu? Apatiwa mkate nusu? Tumesema sisi, nyinyi watu wa Kirinyaga mnataka handshake? Mnataka handshake? Ebu ambieni waziri ndio asikie, mnataka handshake? Nyinyi mnakaa mnataka handshake. Mnataka handshake? Sisi tumesema waziri hatutaki mambo ya handshake. Raila akuje bunge tukabiliane na yeye huko, na mimi na Gacheli na wale wengine, mambo ya bipartisan tutadili nayo hapo. Lakini ikifika ni mambo ya serikali, agoje 2027, ajipange. Na pia huwa wakati ukifika ashindwe na kujipanga, pia sisi serikali ya UDA tutaendelea kutengeneza taifa letu. Asanteni sana.